Dhambi ilitoka wapi ndugu mpendwa? Ujiulize, dhambi ilitoka wapi? Dhambi ilikuja wakati mtu alifanya kosa akakula tunda. Wakati mtu alikubali kudezobeire Mungu, akaobeire shetani, akatii shetani, akafanya mapenzi ya shetani, na ndio dhambi ikaanza pale pale. Sasa nataka nikuoneshe namna gani Mungu anatosha dhambi. Mungu akatuma mwana wake Yesu Kristo kusudi dhambi zipate kusamehewa, kusudi yeye akufe, amwange damu, kusudi dhambi ipate kusamehewa. Kumbuka, wakati tu mtu alikula tunda, mara moja pale pale Mungu akamuuliza Adamu, uko wapi? Akachinja nyama kusudi apate kuvika mtu, kwa sababu wakati walikula tunda, utukufu iliondokea mtu, na kisha utukufu kumuondokea, wakajikuta wako uchi. Namna walivyojikuta wako uchi, lakini Mungu kwa upendo wake akachinja kondoo, na alitamani kutuonesha ke pasipo kumwanga damu hakuna usamehe wa dhambi, paske dhambi iko kitu nye ilikuwa deja très puissant, iko na nguvu. Alors sasa Mungu akaonesha dès le début ke bila kumwanga damu hakuna usamehe wa dhambi, na ndio maana dhambi ilitoka pale. Na ndio maana Yesu Kristo alikuja kamwanga damu yake kusudi mimi na wewe tupate kusamehewa, kusudi mimi na wewe tupate kusamehewa na kusafishwa tena, tutoke katika ile hali ya dhambi. Alors shetani kila mara mimi najua anakuwa na mipango mbalimbali katika maisha ya wanadamu, kuleta tu watu wapate kuangamia, watu wapate kurudia ndani ya hii. Lakini sikia, wakati mtu alianguka, Mungu akasema, nitatia uadui kati yako, kizazi cha mke kitakuponda kichwa. Alors sasa wakati shetani alisikia hivi, akasema maneno yanakuwa matata. Lakini nataka nikuambie, shetani aliwaza ke Mungu iko limite. Unajua, tukunaongea hapa ku Genesis 3. Unajua Adamu alizala watoto wadogo wawili ambao tunajua. Sasa kati hawa watoto shetani akaingilia mmoja ambaye ni Kaini, kusudi apate kuua Abeli, kwa sababu shetani aliona Abeli anafanya maneno mazuri, nasema huyu ndio Mungu alisema kizazi cha mke kitakuponda kichwa. Sasa acha mimi nimwangamize. Akaingiza roho mbaya ndani ya Kaini, na Kaini akaua Abeli. Lakini